ya leo. Niko na ushuhuda kwamba Bwana ukimwamini anatenda. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kusema ukweli kabisa ndani ya moyo wangu, leo ningekuwa vigumu kuja kanisani. Na lali tunaana kabisa. Na kufikia saa 11 asubuhi. Na naona mbewachoka. Na unachoka pale. Na kabuka nikafuma shikadini. Nikaona Yesu kaka udale niki. Nikakashikadini ngapeta mbewa kundona ngapeta mbe. Na wewe nikashona floor hapo nikaenda ngade manyasi hapo yeye. Acha nikarudia ngombe hapo. Basi dada na mama kakatarisha na chai nicha. Nilipokuja hiyo chai iliyopendwa nikasikia kichwa inanipiga. Yaani nikatambo ana pressure niki. Bwana Yesu kasa. Sasa nikasema wacha tu nilale pumziki. Bwana kama umeona leo sitaenda kanisani, siwenda. Bwana Yesu kasa. Pati nikajua kwamba ni vita vya shetani. Alikuwa hataki nije kanisani. So, kuna dada hapa kanisani siwezi kumtaja jina, hapo miongoni mwetu. Na nikamtext message. Nikamsema na lomba kunitesie. Na Bwana akubariki yule dada mahali. Bwana akubariki sana. Maana sikuwa excellent fair. Nilikuwa ninajipanga kuja na miguu. Lakini kahisi wacha nilijaribu kumtesi. Na sikawi dapi. Lakini nashukuru Bwana alirespond vizuri na hakuniuliza maswali. Bwana Yesu kasa. Amen. So nilipoamka nikamwambia dada naenda. Tukaanza kubishana. Nasema sasa unasikia vibaya, utafika kweli? Nikamwambia Bwana ametenda. Nikamshukuru Mungu. Na sasa nikacha in time. Bwana Yesu kasa. Maana sisi Bwana anachelewa. Lakini bahati ya Mungu nafuma barabara ya kuskopo. Na jamu mwa boda boda. Wabenja mduchakishi. Nanga mzera kwa kuneja mgamboni. Na nimeona wabandu wa form 4 aenda anamaliza mwaka akoshimu pale. Sasa pikipiki na brother yake alikuwa anapeleka kazi yake wapi? Kisheni. Na mkakidanya kumsema sineje mtumishi wa Mungu. Hao mgambo na shingino ufike mgambo. So wakati tunakuja njiani wamecha kulikotia hapa baba. Na mzera anaomba mchoni. Zesoni. Hivyo Bwana Yesu apewe sifa. Na namshukuru Mungu tulipofika hapa. Na nataka anabe msambaze radi. Magomera. Ananiambia dadi wewe ni obey. Nipatie tu ya kuongeza tu mafuta. Only 150. Bwana Yesu apewe sifa. So nikamshukuru Mungu maana amenitendea. Bwana Yesu apewe sifa. Na nashukuru Mungu nilipoingia kanisani ile hali nilikuwa nasikia basi yaijika. Na kama na shetani na mshikwe kimbiri shetani lazima waanze kwa aanze kukupiga vita. Lakini ameshinda. Amen. Bwana wabariki. Wanokaso si. Na bango mnasta mwanja wasema mchungu. Nashukuru kwa wale walionifuata kwa madhambi. Hapa mchunguni. Na wale waliorudi kwa maombi. Nashukuru. Maana kijana wangu ndio alikiona. Ikawa sasa babu yake wakati anatolewa naenda anaingia. Nashukuru Mungu amenitia nguvu pita na Pastor Kawa anaendelea kumwombea hata kusimama kwa msikini yake nguvu zangu. Tunaomba kuendelea kuombea. Nashukuru sana. Niyo na chache. Wanasikia sana. Nashukuru kwa wale nilikuwa nao Friday waliletea maombi wa kiti ai na naweza kuona baraka za Mwenyezi Mungu. Nashukuru Mungu awabariki na waendelee kuwa na moyo huu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mchana wa leo nimekoka na nazidi kumshukuru. Yangu niko hapa Sanabu. Pastor umesalimiwa sana na association ni region. Bishop wamewasalimia sana. Kanisa umesalimiwa sana na watu wa region pale Mombasa. Mungu aliniwezesha jana nikasafiri nikafika mahali pale. Siku gani leo ningelikuwa hapa sana wakati kama huu. Kwa
vile kusema kweli tulitoka pale tukiwa late, hata niweza kufika hapa saa 6 usiku. Kwa hivyo nashukuru Mungu na yeye alitenda. Kanisa la Kiriro wapendwa, tunaenda pale. Sitaki kuyasema, lakini wajua watu wako rasia na bochiko rachi. Angubali. Nikasida gora. Acha Mungu mwenyewe ajitukuze na ajidhihirishe. Na wameniambia hivi. Tarehe 28 watakuwa hapa kwa ajili ya ordination. Kwa hivyo tusikie hapa. Kwa hivyo Mungu awabariki na awalinde sana. Niko. Bwana Yesu ukaso. Nimeokoka nikakiri na Yesu Bwana. Bwana Yesu mpige sifa. Yangu si ushuhuda tena, ni ushuhuda. Ni kwamba nimewashukuru wote wale ambao mlijaribu kushuka ghorofa na tena mkapanda. Siku ya Tuesday Bwana alitenda na akazidi kutenda. Jina la Bwana litukuzwe. So on behalf ya mzee anawashukuru sana na tunawashukuru sana. Mungu awabariki, watende mema, na najua kwamba wale walikuja Bwana amewapea nguvu mpya. Maana mlikuja kwa yule ambaye anaitwa ni mzee wa makanisa ya hapa juu, ya zoni ya juu. So naamini ya kwamba mlipata baraka tofauti. Jina la Bwana litukuzwe. Na natarajia kwamba hamkuja kwa mzee peke yake, mlikuja hata na kwangu mimi na watoto wa mzee ambaye ni Pastor Giva. Bwana Yesu apewe sifa. So mtarajie makuu. Bwana Yesu apewe sifa. Chochote chaweza tokea. Na si kibaya bali ni kizuri. Ni kizuri. Mtasikia, mtaona na mtajionea. Bwana awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Tukaweze kusalimiana hewani. Amen. Pia mimi nimeokoka siku ya leo na nampenda Yesu. Ameweza kunitendea mambo makuu. Jumapili iliyopita hatungeweza kuwa pamoja nanyi. Nilikuwa nimetoka hapa Wednesday nikaelekea pale Bololo. Niliwapea ushuhuda kuhusu mzee wangu. Lakini ilibidi niende nijishuhudie mimi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Mzee huyo nilimkuta akiwa mzima kabisa, tumeongea, hata alinisindikiza akanitembeza mpaka hatua fulani. Nikaona tu Mungu ashukuriwe kwa ajili hatuko tunatarajia mambo kama haya. Jina la Bwana liinuliwe. Ikawa pia nilikuwa nimeenda kuona bibi yangu naye alikuwa hapo kitandani. Sasa nilikuwa nauliza Mungu, nitaenda kumuona huyu mama, lakini sikuwa napenda kwenda peke yangu. Malaika wa Bwana akanipatia mtu kutoka kanisa hili na akanifuata pale Ngololo na tukaenda tukafanya huduma naye. Jina la Bwana liinuliwe. Nilikuwa nimeandamana na dada yetu Gladys Mkilo yule wa Matate na tukaenda mahali pale Thursday tukafanya ile huduma, na jana juzi nilikawa napigiwa simu kwamba mama ako mzima, anaendelea kupata afueni, na nashukuru Mungu kwa ajili ya ametenda kwa ajili ya ile nyumba. Jina la Bwana liinuliwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Wala machache Mungu akaweze kuwabariki. Kitu asifiwe. Jina ni Stephen Bogoni kutoka jana nienda kwa kamati Mangatu ya vijana. Mulisalimia mmepokea. Pia sore tulichelewa maana tulichelewa mpaka tukakula, tunaendelea na mazungumzo, lakini kila kitu kilienda vizuri na shukuru. Pia tulikuwa enda huko kwa ndugu Pastor Givan, tukamwona Bwana vile ndugu amesitiza, na kweli hatukwenda kwa mzee pekee, na yeye alijumui, tukamwona Bwana Mungu akitenda. Pia mkiangalia hapa nje na fikiri mmeona na macho yenu. Alhamisi kulikuwa na kazi ya Bwana hapa. Na kuru mkijitokeza kazi ya Bwana itakuwa rahisi. Haitakuwa ngumu kwa wewe uliokoka ukakombolewa. Ukapata uponyaji uko hapa. Suku katunze. Unafikiria nini? Kama nikuja kama umeenda mahali julikani, lakini tulikuwa chache, lakini Mungu atujalia hatukupata hata kikombe, tulishika njaa. Hata wakati mwingine
kiongozi kuna kazi kabasi pakiwa huku ni Bwana. Nashukuru usafi mpaka bandani tukafanya usafi wale mwendaji ni kazi ya Bwana. Nashukuru leo ni Mother's Day. Leo ni mpaka Sunday school. Mana mmeongoza kwa ibada, kwa kuongoza, kwa sifa, kila kitu kimeenda shwari. Mwingine muendelee hivyo. Mkirudi nyuma basi mkali msonge mbele zaidi na zaidi. Nilikuwa last year, so nilikuwa nimeenda shuleni, but hiyo sikuwa nimeenda shuleni na mama. Nilipotoka shuleni, niliporudi nyumbani jioni, nikakuja nyumbani, ndio mamangu akaniuliza, mbona leo unafurahi? Ndio nikamwambia kuna siku nilitumiwa na pastor ile kanisa lenye tulikuwa kuna pastor alinitumia. Tukikuja huko kuna mama wawili ambao watachukua akili yangu. So nilikwenda shuleni hiyo siku tulipofanya mtihani nilifeli. So nilipokuja nyumbani nikamwelezea mamangu. Alafu mamangu nilipolala usiku nikaonyeshwa mama wawili na mzee mmoja. Ndio walikuwa kwa bombo fulani hapo. Kwa nataka wachukue nyota yangu na akili yangu. Penye nilikuwa nikikaa namba 1 wanataka wanirudishe nyuma. So nilipomwambia mamangu akaomba, lakini sasa namshukuru Mungu kwa kuwa hawa mama wameshindwa na namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu hawa mama hadi wa leo hawajainiongelea, na namshukuru Mungu kwa kuwa ushindi ulipatikana. Tuendelee. Kuna wageni nimeona hapa lakini hawatatoka. Kama ni mgeni na kwa msimani. Kuna mgeni hapa nyuma nimemwona. Wale na kudropwa. So ningependa Jatibon amke atusalimie. Asante. Kwa heshima ya kanisa, heshima ya mchungaji, heshima ya wamama wote walioko hapa ndani, Bwana Yesu Kristo. Kama uko kando ya mtu ambaye anaitwa mwanamke, mgeukie na mwambie Mwenyezi Mungu alikuamini kwa kutubeba sisi ndani ya matumbo yetu. Mimi si mgeni, lakini pia neema tu nasema niwasalimie. Wacha basi neema ya Mungu izidi kuwa nasi na tuzidi kuombeana na tuzidi kupendana. Chapeni. Isiwachoshe sana. Sasa tunaelekea kwa kipindi cha kumeka mkate. Wangapi wanafikia kwa kipindi? Basi samani nasi ndio na babena.
aweze kutupatia matangazo fulani. Amen.